Naam, shukran sana. Siku njema huonekana alfajiri, na leo tupo ndani ya Likoni Shonda ambapo tumepata wageni kutoka serikali ya kaunti ya Mombasa ambayo ilitikia wito na kutuma ambulensi ambayo imeweza kuwachukua wazee wetu ili waweze wakapate matibabu. Kwa majina ni Abdalla Maingu kutoka Manyata Africa, na tulikuwa tumekuja kufuatilia kesi ya bwana Andrew Richard ambaye alikuwa ni kati ya wale wazee wawili ambao walikuwa wametelekezwa na walikuwa katika hali duni ambayo inasikitisha, na leo ilikuwa ni siku ambayo tumemleta katika hospitali ya rufaa ya Pwani ambayo ni Coast General Referral Hospital kuja kuangalia hali yake ikoje baada ya vipimo, kupimwa damu, kupigwa picha, na tukapata kwamba alikuwa na fracture katika mfupa. Tumepokelewa vizuri na matibabu amepata, matibabu ya kwanza yale ameweza kupata, yani amesaidika, lakini sasa changamoto za hapa na pale ziko ambazo ni mgonjwa wetu hana kitambulisho na hawezi kuhudumiwa ipasavyo kama hana SHA, na kwa sababu hana SHA ni lazima kuwe na registration ya SHA, na registration pia ni ngumu kufanyika kwa sababu kitambulisho pia yeye mwenyewe hana. Sasa ni changamoto ambayo ni kubwa na inahitaji mikono mingi ili kuweza kufanikisha na kumsaidia yule mzee wetu, kwa sababu hali alionayo sio nzuri vile, lakini na imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa majina naitwa James Ochieng na ndiye Executive Director wa Umoja Fighting Against Poverty CBO. Tumefanya juu chini na tulipata ambulance, na ambulance ilikuwa from Chuda Hospital, so tulimanage kuvuka kwenda kumleta na tumemfikisha Coast General, na imedhibitika kuwa alikuwa na fracture kwa sababu ya x-rays and all that, lakini pia unfortunately process haijaweza kukamilika kwa sababu Andrew mwenyewe hana SHA kwa sababu ya kitambulisho. Kuendelea na hiyo process imekuwa ngumu, na the other thing pia madaktari wa kuwahudumia pia wamekosekana kwa sababu ya mgomo, so we are also there to see what we can do, lakini tunaombea Mungu na we believe all things will be well. Habari yako mzee? Tumekutembelea tena, naona leo angalau umefikishwa hospitalini, na unaweza ukatuelezea chanzo cha ugonjwa huu ulianza vipi, ulianza lini, ilikupata vipi? Chanzo cha huu mguni ilikuwa Ijumaa iliyokwisha, wacha ya juzi iliyoisha, ile nyingine ni asubuhi naenda maskani yangu Kibarwani pale Likoni pale JT. Kufika njiani nilipungua kidogo tu jiwe, nilipoanguka hapo ni mahali pana mawe chini yani. Nilitetaka jiwe kanigonga kwa hapa vile nilianguka, kwa hiyo shipa hapa ndio mpaka leo. Unaweza kutuelezea umepokelewa vipi na kipi ambacho umeshafanyiwa hapa hospitalini? Nilipata kwa habari kwamba na wala wanapata kule anaelezea asubuhi kwamba leo bwana utapeleka hospitali, na ambulance tayari wako mjana wanakuja. Kasubiri ikaja ambulance, nilipigwa sindano moja mkononi, tukawekwa hiyo mkono hii nyingine hapa mkononi, akapewa tembe kama 3 mkameza. Nilipomeza hizo tembe kama 3 kapigwa picha. Nitolewa pangaenda kapigwa picha, ikaja hata ndio hii unaiona hino. Wameangalia wamesema huu mguu umepata crack kwa ndani, sasa wanangoja daktari wa mfupa. Kulingana na ripoti zilizofikia ni kwamba daktari wa mfupa kwa sasa kuna mgomo, kuna malalamiko ya kuwa mpaka uwe uko na SHA. Na mzee wangu, kulingana na wewe hauna SHA, na ili kuipata hiyo SHA ni mpaka uwe na kitambulisho, na yale kulingana na zile taarifa ambazo ulikuwa umetupa, ulikuwa umesema kwamba kitambulisho chako kijui kilipotea, kwa sababu kwa wao wenyewe wanaelekeza kwamba mpaka mzee awe ana SHA ndio aweze
akaanzishiwa hayo matibabu, na hata ukawa nayo pia hiyo SHA, kuna malalamiko kutoka kwao kwamba madaktari sasa hivi hawako kazini, wako mgomo, na ambalo jambo hilo bado haliwezi likatokea. Wewe ombi lako ni lipi angalau kwa ili uweze kusaidika kutokana na maumivu ambayo unaendelea nayo? Hata sina la kusema, niko naye kwa mshali wenye nguvu, kwa vile walivyosema hawezi kutibika kwa vile sina SHA. Sina la kusema hili nini. Pole sana, pole sana na shukrani sana kwa neno yako mawili. Sawa. Naam, asante. Kuongezea tu kama wenzangu walivyotangulia kueleza, tumekuwa na siku ambayo ni ndefu kidogo kutokea Likoni kufika hapo, kwa safari yetu kwanza ilikuwa ni kuelekea katika hospitali ya Manyata pale Likoni, ni hospitali kuu ya Gatuzi, na tulifika pale tukapata kwamba kuna changamoto kubwa. Kwanza vitanda hakuna, ni vya emergency peke yake, kumaanisha mgonjwa hawezi kulazwa. Pili, huduma tulikuwa tunahitaji ya masuala ya mifupa ilikuwa pia pale pale haiwezi kupatikana, na pia ukawa ni kwamba madaktari wamegoma. So tulikuwa na namna ila kuweza kufuka kuja katika hospitali kuu ya rufaa hii ya Pwani, Coast General Hospital, ambayo tumeweza kusukuma iwezekanavyo. Ndugu yetu Andrew, mzee wetu, babu yetu, ameweza kupokelewa katika kitengo cha emergency kama wenzangu walivyotangulia kusema, na ni kwamba anapaswa kufanyiwa surgery ya kuweza kurejesha, sababu yuko na fracture juu ya mguu wa kulia, juu karibu na kiunoni katika fupa la kulia, na ni fracture ambayo inahitaji kufanyiwa masuala haraka iwezekanavyo, kwa sababu tayari kulingana na daktari ni kwamba ni fracture imefanyika takriban wiki 2 zilizopita. Kwa hivyo ingekuwa imewaniwa mapema zaidi, basi ingelikuwa tatizo sio kubwa, lakini sasa kwa sababu imekaa kwa muda upita wiki 2, ni kwamba ni vyema aweze kufanyiwa surgery, ndio itakuwa suluhisho la kusaidia zaidi, ni surgery. Kwa hivyo ni swala ambalo kwa sababu madaktari pia hawapo, tunatafuta kupiga mbinu kuangalia njia mbadala. Njia mbadala ni kwamba inabidi lazima tuweze kuangalia pengine option ya kwenda private, lakini tuweza kulifanyia maamuzi kesho baada ya kupata majibu ya vipimo vyote, kwa sababu amepimwa damu, amepigwa x-ray, majibu yametoka, na amepimwa pia mkojo. Kwa tunakuja kuangalia majibu yote kamili kwa pamoja ili tuweze kuchukua hatua inayofuata. Pia vile vile ningependa kueleza ama kupeana updates sana, kwa sababu kuingia kwetu katika shughuli hii ilikuwa kwa sababu ya masuala ya nyumba, masuala ya paa na milango, lakini unajua kwamba unaambiwa nyumba mpaka uingie ndani ndio uelewe zaidi. Kwa hivyo kuingia ndani umepata masuala haya ya changamoto yale ya kiafya, na si Andrew peke yake, hata yule mwingine aliyobaki kule nyumbani Likoni pia ana changamoto zake, kwa sababu yeye alipozaliwa kuwa mlemavu wa macho, lakini alifikiwa na ulemavu wa macho takriban 1.5 mwaka kulingana na maelezo yanavyotueleza. Kwa hivyo ni mtu ambaye pengine pia anahitaji kuangaliwa kwa karibu, aweze kufanya utafiti iwapo anaweza kufufuliwa macho yake aweze kuona, kufanyiwa matibabu ama ni namna gani. Kwa hivyo najua kuzaliwa na ulemavu tofauti na kupata ulemavu ukiwa mtu mzima. Kwa hivyo anapitia hali ngumu sana. Ni mojawapo ya pili ya masuala ya kimatibabu tunapenda pia kuingilia, kujaribu kuangalia kuhusiana na washikadau na nyinyi ndugu zetu, tuangalie tutaweza kuwasaidia. Nikirudi katika swala la nyumba, mvua kama mnavyoona kutoka majuzi imeanza kutiririka, na kama tulivyoelezewa na utabiri wa hali ya anga, pia kumetoka warning kitaifa, na pia vile vile Kigatuzi wametoa tahadhari ya kwamba mvua El Nino, mvua kubwa, huenda ikaanza kumwagika wakati wote. Kwa hivyo katika production zetu tulijaribu kuongea na wazee wale, angalau tutafutie sehemu salama kwa nyumba za majirani mtaani waweze kukaa, tukiangalia njia ya kuwasawazishia pale mahali pao. Lakini kwa sababu ya umri na mazoea vile walivyo nao, niona kwamba walikuwa wanyonge sana katika suluhu hiyo, na wameomba iwapo nyumba inaweza kurekebishwa ikiwa bado wako pale pale, watakuwa na faraja zaidi kuliko kuwahamisha mahali pale. Kwa hivyo sisi tumeweza kuheshimu pia ombi lao, na ndipo sasa tunaona kwamba tumepata kuelewa. Mafundi wamekuja, wametueleza hesabu inachohitajika kufanya kusawazisha nyumba, na pia vile vile changamoto hii ya kiafya iliyochipuza. Kwa hivyo katika hali yetu ni kuangalia kulingana na uongozi na wanajamii majirani, wametuomba kwamba tuweze kufungua
paybill number na wengi katika ile video walipoona katika ukurasa wa mitandao, wengi wanaulizia je, kwa paybill number tuweze kuchangia. Kwa hivyo jambo la wananchi, jambo la kwamba kila mtu anaweza kuingiza kupata jaza yake kwa Mwenyezi Mungu anaweza kukitoa. Basi tumeweza uongozi wa mashinani pale wameweza kutengeneza paybill number ambayo iko hapa katika screen tunaonyesha sasa hivi. Ni paybill number ambayo unaweza kwa chochote, na pia vile vile ikiwezekana, si lazima watu watume hela kusaidia wazee hawa. Unaweza kufanya in kind support. In kind support kwa njia hii ni kwamba unaweza, ikiwa una mabati unataka kununua sementi, unataka kununua mawe, unataka kuja nguvu kazi kusaidia kujumuika. Hata mimi mwenyewe pia itabidi nivae varoli pale, tukiwa tujenge kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya jambo hili liwe la sawa, wote waweze kukaa sawa sawia. Vile vile kuna mipango kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli ya kuwajenga uwezo, sababu wazee pia wanahitaji kupata mawaidha mazuri ya kimawazo. Wamepitia katika hali ngumu kwa muda si haba, kwa hivyo ni vyema wawe wanazunguka na watu ambao wanapatia hali ya tabasamu ya kwamba maisha sio mwisho. Na kweli nitawaambia kwamba ndugu zangu, wazee hawa wamejawa na hekima, maneno ya busara. Nimekaa muda mfupi sana na Bwana Andrew, napata kwamba ni mtu ana historia safi ya kupendeza, ni mtu ambaye bila shaka kijengwa na kuweza kuwa katika hali yake ya kawaida, basi anaweza kuwa ni mzee ambaye atapatiana maneno mazuri sana kwa vijana katika masuala ya maendeleo. Mimi mmoja wapo naomba sana kupata nafasi ya kuweza kupata maneno ya busara kutoka kwa wazee hawa, lakini cha msingi ni kwanza waweze kuwa sawa sawia. Kwa hivyo tunaomba ndugu zetu, tunajua kwamba haba na haba hujaza kibaba, tunajua hali ni ngumu, uchumi umekuwa ni tight sana. Tunajaribu tunavyoweza kama mashirika, na pia vile vile tunaomba muweze kujitokeza. Sasa hivi ni kwamba katika masuala ya malazi tumeweza kuwatafutia mattresses ambazo wanakaa vizuri, na nguo za kubadilisha na pia nguo za kutandikia, kujifunika, kujikinga na masuala ya baridi. Lakini ni kwamba cha msingi lazima tusukume gurudumu, tuweze kuweka paa kwa haraka iwezekanavyo, tuweke milango wazee hawa waweze kuwa salama. Kwa hivyo tunaomba mtuunge mkono, tembea pamoja katika safari hii ya wazee wetu wawili waweze kukaa salama. Kuhusu matibabu tutawarudia, tutawapatia updates vile tunavyoendelea, tunapofikia kuanzia kesho kuendelea mbele. Kwa hivyo asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.